tukiangalia mchezo jaji ulivyochezwa, mimi sidhani kama kuna makosa makubwa sana ya Yanga, sababu Yanga inacheza mpira mzuri, lakini shida timu ambayo ilikutana nayo ilikuwa ni timu bora. Tukumbuke kwamba timu ambayo inakuwa inashambulia lazima itakuwa inaacha magepu nyuma au space. Sasa yale magepu ndo Al Ahly walikuwa wanayatumia kuweza kufunga, kwa sababu ukiangalia ukiangalia Yanga defense yao ilivyokuwa kikosi kwa mikipanga, walikuwa wanaanza back 3 alafu na ma wing back. Yani back 3 manake alianza huyu Mwamnyeto, Baka na nani huyu? Nina kidogo nalisahau. Na mfubeki wawili wa pembeni ambaye alicheza Boka pamoja na nani? Na Isla Mwenda. Kwa hiyo alikuwa akipanda, sawa? Ukunyuma na kuanaacha magepu. Kwa hiyo inakuwa hao wachezaji wa Al Ahly wanapitia kupitia pembeni. Wanapitia pembeni, wanapiga pasi nyuma mabeki, wanapata magoli. Ukiangalia goli la kwanza jinsi lilivyofungwa, unasifu kile alichokifanya, lakini pia goli la pili unasifu alichokifanya. Kwa hiyo kiukweli Yanga amefungwa kwa koti kubwa ya Al Ahly, lakini kusema makosa ya uzembe uko moja kwa Yanga kiukweli kwa jana studioni, kwa sababu goli la kwanza lipigwa cross, mtu atiaida kamba, goli la pili inapigwa penetration pasi inamkuta Trezeguet yule ambaye kwa goli la kwanza anaenda na goli la pili kwa utulivu wa hali ya juu. Kwa tukiangalia kwa mechi ya jana Yanga amezidiwa quality, yani kwamba wale watu walikuwa na uwezo mkubwa, lakini tukiangalia pia eneo la mbele la Yanga lilionekana halina ufanisi mkubwa zaidi. Kiukweli Yanga mpaka dakika hii bado inamkosa mtu yule ambaye tunasema kwamba huyu anatengeneza zaidi nafasi kama hivyo kwa Simba, kwa sababu tukiangalia kwa Yanga kinachobeba mfano kwenye ligi kuu ni kuwa na viungo wengi wa shambuliaji ambao wana individual skills, yani uwezo binafsi, lakini tukienda kwenye swala zima la utengenezaji nafasi bado hakuna yule mchezaji anasema huyu ni more creativity, yani ana ubunifu zaidi wa katika akifika kwenye eneo la goli. Na ndio maana hata jana walikuwa kitu na Kimisi au kuwa na namba 10 ambaye yule ana uwezo kama huo. Tukiangalia uwezo wa Doki Abuya, yes, Doki Abuya anaweza kupiga pasi, anaweza kukaba, lakini hana zile sifa za kusema kwamba yeye kama kila inishi cha wachezaji kule mbele anaweza kupata nafasi ya kufunga. Ndio maana jana tumeona Yanga wakiwa wanapata shida sana kufungua au ku-unlock defense ya Al Ahly. Kwa hiyo Yanga kiukweli kwenye ikutana na timu ambayo inajua kuzuia kwa kule mbele inakuwa haina makali. Ila kwenye defense Yanga kwa kiasi fulani wanajitahidi, ila kufanya fungu ni kutokana na wanapanda wengi, wanabaki nyuma wachache, na wale walalo wakishambulia kwa idadi kubwa, ndio maana wakaruhusu kufungwa.